Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa ala rasulillahi almustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wal wafa, amma ba'd. Je, umekuwa ukisumbuliwa na vidonda vya tumboni? Kwa lugha ya kitiba inaitwa alsa. Je, umekuwa ukitafuta dawa kwa muda mrefu bila mafanikio? Je, umekuwa ukishauri wataalamu mara kwa mara ukitumia gharama kwa ajili ya kujitibu maradhi ya alsa na bila mafanikio? Basi karibu katika video hii ili uweze kujua njia ambayo kwamba imethubutu kwa wataalamu, vile vile imethubutu kupitia kwa tiba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni tibi an-nabawi. Katika video hii insha Allahu taala tutaelezea faida na tiba na miujiza ya asali katika kutibu maradhi ya alsa ama vidonda tumboni, vidonda vya tumboni. Asali ambayo kwamba lau uwachanganya na mada nyingine ama viungo vingine, basi kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala vitakusaidia wewe kutibu tatizo hili la maradhi ya alsa. Kwa hivyo songea karibu ujifunze hii dawa, na insha Allah taala itakusaidia katika kuweza kutatua tatizo kama hili. Kwa hivyo viungo ama matumizi, namna ya kutumia hivi viungo ambavyo kwamba nimevielezea. Kwanza, kiungo mchanganyiko wa asali na ginger tea, yani chai ya tangawizi. Unafanya vipi? Unachukua kijiko kimoja, 1 tablespoon of honey, unachukua kijiko kimoja cha asali, unatayarisha maji moto, maji ambayo kwamba yamechemka, maji moto unaweka kwenye glass, halafu unachanganya kijiko kimoja cha asali na vile vile unachanganya na kijiko kimoja cha tangawizi mbichi ambayo kwamba umeisaga kupitia kwa ile grinder, na unaweka ndani ya maji moto, halafu unachanganya. Njia nyingine, unaweza chukua hiyo tangawizi ambayo kwamba umeisaga, unaweka ndani ya maji, kisha unachemsha mpaka maji yachemke, yakichemka unatoa, unaweka, halafu unaongeza na asali kijiko kimoja. Hii unatakiwa wewe unywe mara 2 kwa siku, basi husaidia kutibu, kulainisha zile kuta za tumbo, na vile vile husaidia kusagwa kwa chakula haraka, inakuwa hakuna tatizo wakati chakula kikisagwa ndani ya tumbo. Mchanganyiko mwingine ni wa asali pamoja na maziwa. Hii unatakiwa vile vile uchukue maziwa uyachemshe, maziwa maziwa moto yaliyochemka, maziwa moto, halafu ndani ya glasi, kisha unachanganya na kijiko kimoja cha asali, unachanganya. Na namna ya kutumia ni kwamba unatakiwa unywe mchanganyiko huu nusu saa ama robo saa kabla ya kulala. Unatakiwa utumie mchanganyiko huu nusu saa ama robo saa kabla ya kulala. Hii inasaidia kupunguza maumivu ya alsa wakati wa usiku. Vile vile mchanganyiko wa asali na aloe vera, kinywaji cha aloe vera husaidia. Namna ya kutumia ni vipi? Ni chukua gilasi ya maji, uweke na maji, halafu chukua vijiko 2 vya aloe vera na vile vile changanya na kijiko kimoja cha asali pamoja, uchanganye. Na hii unatakiwa utumie kila siku mara moja, ima ni asubuhi ama jioni, mara moja utumie, na insha Allah taala itasaidia kuweza kutatua tatizo kama hilo la vidonda vya tumboni. Vile vile mchanganyiko mwingine ni wa asali pamoja
hiyo turmeric paste ambayo inaitwa manjano. Namna kuchanganya ni kwamba unachukua asali unaweka kwenye kikombe hivi. Asali mwanzo unachukua kijiko kimoja cha manjano, unachanganya na kijiko kimoja cha asali kwenye kikombe, unachanganya pamoja hivi. Ukisha kuchanganya, namna ya kutumia ni kwamba huo mchanganyiko basi utakunywa mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni, na hii itasaidia utapunguza ule kuvimba kwa vidonda ndani ya tumbo. Inatibu ule uvimbe wa vidonda ndani ya tumbo, na vile vile inasaidia zaidi katika kule kutibu vidonda vya tumbo. Na mchanganyiko wa mwisho ambao ni asali na juisi ya cabbage. Hii unachukua cabbage, unakatakata, kisha unaweka kwa blender, una blend mpaka kiasi cha glasi moja, una blend pamoja, unaisaga. Ukishakusaga inakuwa juice, unaweka kwenye glass, halafu unachukua robo ya glasi ya juice ama mchanganyiko ya juice ya cabbage, robo ya glasi ya juice ya cabbage unachanganya na kijiko kimoja cha asali. Unachukua robo ya glasi ya juice ya cabbage, halafu unachanganya na kijiko kimoja cha asali, na hii unatakiwa unywe kila siku mara moja, ima asubuhi ama jioni. Na hii vile vile inasaidia inasaidia kurekebisha ile athari ya vidonda vya tumboni ama ulcer kwenye tumbo, inasaidia kurekebisha wale cells, na vile vile inatibu zile kuta za tumboni. Kwa hivyo hii ndio mchanganyiko ambao kama unafaa utumie na namna ya kuchanganya. Kwa hivyo ni mchanganyiko muhimu sana ambao kwamba ukiutumia insha Allahu taala utaweza kutibu tatizo kama hilo, na hii itakuwa ni na hili ndilo suluhisho muhimu sana la tatizo la maradhi ya vidonda tumboni ama ulcer. Bila shaka usisahau wakati kutumia kusoma dua ambazo kwamba ni ma'thur zilizothubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili uchanganye faida mbili, uchanganye tiba na vile vile umuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukutibu maradhi yako ambayo kwamba yamekusibu. Na miongoni mwa dua ambazo kama wewe wafautumie au usome wakati unatumia hizi vinywaji ama hivi mchanganyiko, unasema Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Mola nitibu mimi katika mwili wangu, Mola nitibu mimi katika masikizi yangu, Mola nitibu mimi katika macho yangu. Hapana Mola anastahiki kuabudiwa isipokuwa wewe Mola subhanahu wa ta'ala. Vile vile uombe dua ya kuondosha maumivu. Hii ya kwanza ni dua ya kutibu. Dua ya pili ni dua ya kuondosha maumivu. Unasema bismillahilladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Hii dua muhimu sana, insha Allah ta'ala uzisome wakati unapotumia michanganyiko hii. Unaweza ni vizuri unakuwa na michanganyiko yote uwe nayo pamoja na utumie kama nilivyoelezea katika hii video. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hilo tatizo la vidonda vya tumbo ama ulcer vitaondoka kupitia kwa hivi michanganyiko na vile vile kupitia kwa hii tiba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atupe shifa ajil, atuponye maradhi yetu. Mola vile vile atukinge na maradhi yote katika uhai wetu insha Allah ta'ala, kwa baraka na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.